Kisoda, huyo si mtoto wetu. Na kwanza imekuwaje yuko mikononi mwako? Na kingine wewe si ulikufa. Kwa nini naendelea kukuona? Hebu mlete huyo mtoto. Babake Fushini anamtafuta. Hebu mlete huyo mtoto. Ni kweli huyu ni mwanao, lakini pia ni mdogo wangu wa kambo. Na ishu ya mimi kufariki dunia, hiyo haikuhusu. Nataka nikufundishe adabu. Na huyu mtoto utamlea wewe na Fasheni. Maana nyinyi ndio wazazi wake halisi. Na kwa sasa nataka uende mpaka kwa Fasheni. Na umwambie mume wako muende mpaka kuni ule mnazi ambao mlinizika mimi. Na mkifika pale mniite mara 3. Kisoda, Kisoda, Kisoda. Nitatokea kisha nitawapa mtoto wenu. Wewe msintanie. Mlete mtoto wetu. Unaogopa nini? Nenda kamwambia mumeo nilichokwambia. Na tutakutana katika huo mnazi. Sawa. Sawa, naenda. Kinachonichanganya zaidi, yule ni mwanangu ndiyo, lakini tulimzika. Amekuja, amenipokonya na mtoto mwingine. Unafikiri nitafanyaje kama mama yake akija akimdai mtoto wake? Hata kama binti ametuambia kwamba yule sio mtoto wangu wa kumzaa. Sawa, angeniachia kwanza mimi nikamkabidhi kwanza mama mtoto. Then ndo ajue kunisaidia kwa vitu vingine. Lakini kamchukua mtoto kaondoka naye. Sikiza nikwambie Frank, wewe hauna haja ya kuwa na pressure. Yule mtoto alipochukua mtoto siku ile alisema kuwa anampeleka kwa mama yake. Kwa hiyo hapo cha kufanya, nenda kamtizame kwa mama yake kama kashampata mtoto wake. Kama hujampata basi utakuja kutupa simu rejesho. Ni kweli kabisa anachokiongea. Hivyo unajua kwamba dunia sasa hivi kuna mambo mengi yanaendelea. Yaani kuna mambo ya ajabu ambayo huwezi hata ukayaamini. Nikuulize swali. Umeshawahi kuwaza kufikiria kuhusu uchawi? Uchawi upo kwa sababu watu wananitolea ushuhuda mwingi sana. Ndiyo, uchawi upo tena sana tu. Na yule aliyokutokezea si mtoto wako? Na si umeshamzika? Ni mwanangu kabisa, ndo tulimzika mwaka 2017. Leo ametokea vile umbo lile, sura ile, misuko ile. Jamani, nyewe uchawi jamani. Ndo inabidi ujue kwamba katika hili jambo kuna uchawi unaendelea. Na tena sio uchawi mdogo. Yaani ni uchawi mkubwa sana. Msipokuwa makini, sijui itakuwaje. Lakini kuna kitu mkiongea. Ni kwamba nikamwangalia kwanza mke wangu. Kama amerudi nyumbani, je, huyo mtoto anaye? Huyu binti kampelekea mtoto moja kwa moja kweli? Ndio hivyo, yani hapa una hata muda wa kusubiri. Nenda sasa hivi kamwangalie kisha uje kutupa simu rejesho. Fanya. Sikiliza sasa, nitakukuta hapa kwa rafiki yako au kwako kabisa? Utanikuta kwangu. Asanteni Sikia. Kuwa makini sana uko uendako. Takuwa makini, sina hata kinga kwenye mwili wangu. Yaani nikirogwa ni moja kwa moja. Ndio maana naogopa ise. Usiogope, wewe ni mtoto wa kiume. Kaza moyo, nenda kampambania mtoto wako. Okay, sawa. Mtoto wangu wewe, ina maana ninamtafuta mtoto wangu kumbe unaye wewe? Alafu wewe mbona unatuchanganya? Wewe tulikuzika kabisa wewe mtoto wewe. Nakumbuka tulishirikiana mimi na watu wengine na ndugu zako na tukakuzika. Inakuwaje tunakuonaona humu unatusumbua? Na huyu mtoto wangu umemtoa wapi? Wewe mtoto wewe, sinaongea na wewe. Sikiliza, usinikasirikie. Mtoto wako nitakupa, ila kwa sharti moja. Nataka huyu mtoto ni wakabidhi mkiwa wote mliomzaa. Kwa sasa, nenda katika ule mnazi ambapo mliponizika. Mkiwa wote wawili, wewe na mke wako, ambaye ni mamangu wa kambo. Mkifika pale, mtaniita mara 3. Mtaniita hivi, Kisoda, Kisoda, Kisoda. Kisha nitakuja, nitawakabidhi mtoto wenu. Wewe mtoto usinitanie. Hebu nipe mtoto wangu wewe. Unanipangiaje vitu kama? Hata mimi mwenyewe kananiambia hivyo.
Kaniambia twende pale tulipomzika ndio watatupa mtoto wetu. Alafu cha kushangaza kikubwa zaidi, pale kipindi ananiambia hayo maneno alikuwa na mtoto kabisa. Nikawaza kwa nini asingetupa yule mtoto kabisa? Yaani kwako wewe alikuwa na mtoto kabisa. Na mimi kwangu vile vile kaja na mtoto kabisa. Nilikuwa natembea na shangaa tu nafika njiani na mkuta na mwanangu. Basi haya yote tuache. Hapa cha kufanya, tuelekee huko alikotuambia. Lakini unajua anatisha yule mtoto. Unaweza ukafika pale ukakutana na mengine. Wewe una haya. Yaani wewe mwanaume mzima unasema yule mtoto anatisha. Na mimi wa kike nisemaje sasa? Sasa kama mimi mwanaume na maana mimi siogopi au mimi sitishi na mambo ya kichawi? Kubwa zima ovyo. Wewe twende kule. Yaani atatokea mbele ndio tutajua huko. Hapa sasa hivi hakuna hata mjadala wa kuongea mimi nadhani. Kwa hiyo unamaanisha unataka kunibebesha mzigo huo wangu peke yangu? Yule mtoto ni wa kwako. Wewe mtoto unamtaka umtaki? Namtaka. Kama unamtaka twende. Asamni. Okay, isiwe tabu. Basi hapo tufanye kitu kimoja. Kitu gani? Tukifika pale wewe ndio unaenda kumchukua huyo mtoto. Lakini kumbuka yule mtoto ulimweka tumboni mwako miezi 9. Hivi miezi 9 ni mchezo? Sawa, mimi ni baba na ni mwanangu na wewe pia ni mwanao na wewe ndio uliombeba mpaka umemleta duniani. Twende ukanichukulie pale, mimi nitaendelea kumlea. Sikiliza Fashion, mimi sijakataa kwenda kumchukua mtoto. Ila tunaenda hatua kwa hatua. Hakuna kuzugana njiani hapa. Mimi sitaki kabisa. La sivyo mimi nitamwacha yule mtoto kule kule. Remi, mbona kwa mbishi wewe? Twende bwana, twende wote. Okay. Basi twende nikuridhishe wewe. Niridhishe tena. Twende. Aya, hapa ndipo tulipomzika huyo Kisoda. Hivi alisema tukifika hapa tufanyaje? Alisema tukifika hapa tumuite Kisoda mara 3. Sasa anza kumuita yeye. Tuite kwa pamoja. Si wewe alikwambia na wewe muite. Kwa hapa cha kufanya tumuite kwa pamoja. Basi sawa. Basi tena tuite kwa pamoja. Kisoda! 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 Nimeamini mnamtaka mtoto wenu kweli. Mama, shikamo. Itika tu. Mimi sio mgomvi wako. Sema uliniuzi pale ambapo ulipompa baba mtoto amlee wakati sio wa kwake. Hiyo iliniuma sana. Na wakati unajua fika baba mtoto ni huyu hapa. Nadhani mmekuja kwa sababu namtaka mtoto wenu, si ndio? Aya, mtoto wenu huyu hapa. Nitaapa mtoto wenu endapo mtafuata masharti yangu. Masharti yenyewe ni haya. Kakaeni nyumbani kwenu. Kila siku iendae kwa Mungu. Atakuwa anakuja mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kuwasalimia. Na kila atakayekuja kuwasalimia, mumwambie maneno haya. Waambie kwamba sisi ni wazinzi. Na wewe umwambie mimi nimetembea na mwanaume wa mtu. Na wewe pia umwambie mimi nimetembea na mwanamke wa mtu. Kwa kufanya hivyo, nao watu 8 ambao watakuja kuwasalimia, mimi nitawasamehe na nitawapa mtoto wenu muishi kwa amani. Kwa sasa msiwe na shaka. Mtoto wenu nitakuwa nampa uji. Atakuwa na afya nzuri tu. Kikubwa, msimsumbue babangu kumdai mtoto wenu. Maana nishamuona kwangu. Ondokeni.